simama na uongo, hiyo roho ya mauti ikija kwako itapata penetration na itaingia, na baada ya kuingia itakuua. Shetani ashinda. Hapa kulikuwa na wana wa Israeli. Musa akaambia wana wa Israeli, kuna roho ya kifo inataka kupita kwa kila mlango. Lakini roho wa Mungu akamwambia Musa, ukachinje mwana kondoo ukapake kwa kila mlango wa mwana wa Israeli, ili anapopita roho ya mauti asije akaingie kwa wale ambao ni wateuliwa, kwa sababu mbele za Bwana walikuwa na haki. Ukiwa na haki mbele za Bwana, hakuna roho, hakuna silaha ambayo inaweza kusimama kwako na ikafanikiwa. Hakuna madhabahu ambayo inaweza simama kwako na yakafanikiwa. Hakuna uchawi ambayo inaweza simama kwako na ikafanikiwa. Shetani ashinde. Alafu maandiko yanasema, bali mtu mwovu ataanguka kwa uovu wake. Mtu mwovu ataanguka kwa uovu wake. Salimia mwenzako, mwambie, je, wewe ni mwovu? Mwambie, chunga usianguke. Mtu mwovu. Haki yao wenye haki itawaokoa. Hapa angalia, bado tu ni haki. Haki inaokoa watu. Alafu inasema nini? Bali wamfanyao fitina watanaswa kwa ila yao wenyewe. Wale wanafanya nini? Vitina. Utanaswa tu kwa hiyo vitina. Shetani ashinda. Maana utaenda uongeleshe leo mzee kanisa, usahau kuna kitu ulimwambia, uende uambie mwingine, usahau ulimwambia, baadaye anakukuta. Shetani ashindwe. Bali inasema pia hivi, bali mtu mwovu atakapokufa taraja lake lapotea. Yaani mtu mbaya, mtu mwovu akikufa hawezi kusikilizwa tena, hiyo imeisha hivyo. Na matumaini ya uovu huangamia. Mwenye haki huokolewa katika dhiki, na mtu mwovu ataingia badala yake. Namba 9 inasema, asiyemcha Mungu umpoteza jirani yake kwa kinywa chake. Kuna wale watu hawaendangi kanisa, utasikia amesimama kwenye mitandao, kwenye TikTok, naanza kusema mimi huwa siendi kanisa na nina gari 2. Shetani ashinde. Je, huyu mtu anajua kuhusiana na ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu haupimiwi kwa magari wala pesa wala mashamba, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba yote ni bure. Yote ni bure. Ufalme wa Mungu upimiwa katika imani na katika roho ya ukweli iliyoko ndani mwetu. Shetani ashinde. Wewe unakuta mtu ambaye ni kako na kiburi tu. Mtu ako na kiburi, hatawezi enda kanisa. Hati wale wanaenda kanisa wanaenda kuabudu nini? Mwisho wa dunia ndio yule mtu atajua kwamba kuna Mungu wa ukweli. Shetani ashinde. Alafu nasema hivi, na mtu nasema hivi, asiyemcha Mungu umpoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali mwenye haki watapona kwa maarifa. Alafu 10 nasema, wenye haki wasitawipo mji ufurahia. Sema amen. Kama kuna watu ambao katika familia wananunua majini, nilikuwa naambia watu hapa jana, kama katika familia yenu kuna mtu amenunua majini, huyu mtu anaweza fanya familia ikose baraka. Mtu akinunua majini kwenye familia hakuwezi kukuwa na neema, kwa sababu majini kitufanya uangaisha watu hawezi kuendelea. Lakini wenye haki wakipokea kazi katika hii haki yake, utaitiwa kazi kupitia kwake na utabarikiwa. Sema amen. Lakini wale wananunua majini, wananunua misambwa, wananunua mizimu, wanaenda kwa waganga. Kuna hata niliongea na mwingine, ilikuwa jana, kaniambia, Apostle, kuna mtu alikuwa anataka 10,000 aenda atengenezwe ndiye akuwe na pesa. Shetani ashinde. Maandiko yanatuambia kwamba fedha na dhahabu ni mali ya nani? Sasa hii yenye unatengenezwa ni gani? Shetani ashinde. Usiende kujitengeneza kwa ajili ya pesa. Pesa zenyewe zitakutafuta tu. Ukitaka pesa zikutafute, tafuta kanisa tu. Endanga tu church. 8 years to come. Hata hii muda unapata hutapata. Nafikiri nakudanganya. Most of you don't know. Usinde kanisa, unafunga, unaomba,
Miaka 8 itakuja, hautakuwa hata na nafasi ya kuingia kwenye mkutano, kwa sababu Mungu atakuwa amekuinua sana. Ukianza kufata Mungu, usipate pesa, usifate pesa. Pesa zenyewe zitaanza kufuata polepole mpaka wakati utakapoinuliwa. Shetani ashinda. Alafu inasema hivi, waovu wangamiapo witu upiga kelele, mji utukuzwa kwa baraka wa mwenye haki, bali mji upinduliwa kwa kinywa cha mwovu. Asiye na akili umdharau mwenzie. Hebu salimia mwenzako. Mwambie nimekukosea wapi? Anasema nini? Asiye na akili umdharau. Huyo ni bure, kwa sababu hauna akili, na maandiko nasema si. Mimi siwezi dharau mtu hata awe nani. Shetani ashinda. Siwezi, kwa sababu mimi nimepitia life, I know life. 21 years za Ukristo, najua maisha vizuri. So maandiko nasema hatari sana. Yaani asiye na akili umdharau mwenzie, bali mtu aliye na ufahamu unyama. Ni nini unajifunza? Ukienda mahali wanaongelelea watu, wewe usiongee. Uongei? Mimi niko sawa. Kuna shida? Niko sawa. Sina shida. Shetani ashinda. Alafu nasema hivi, tuendelee kidogo. Nasema mwenye kitango akisingizia ufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu usitiri mambo. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Amdhaminie mgeni akosi ataumia. Amdhaminie mgeni akosi ataumia. Achukiaye mambo ya dhamana yu salama. Mwanamke wa adabu uheshimiwa daima. Mwanamke wa, salimia mwenzako muulize, salimia mama mwenzako muulize, wewe ni mwanamke wa adabu? Haya, nataka usikilize hapa tena. Kuna kitu inasema hivi, sikiliza. Sikiliza hapa, kuna kitu yuko hapa ni very strong. Inasema na watu wakali ushika mali siku zote. Salimia mwenzako, mwambie wewe ni mkali kweli. Kwa mali zako wewe ni mkali kweli. Unakuwa mkali kwa vitu zako, kwa sababu ukiwa mkali kwa vitu zako zitaongezeka. Sema amen. Lakini ukiwa na roho ya Shetani ashinda. Alafu inasema hivi, sikiliza. Bali mtu wa ufahamu unyamaza, mwenye kitango pasipo mashauri taifa huanguka. Achukiaye mambo ya dhamana yu salama. Mwanamke wa adabu uheshimiwa daima. Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake. Aliye mkali hujisumbua mwili wake. Sema amen. Aliye mkali hujisumbua nini? Kwa nini? Kwa sababu utapata na depression, utapatwa na H. pylori, utapatwa na ulcer. So wewe mwenye unakuanga mkali pasipo sababu, shauri yako, wachana na hizo, wachana na hiyo roho. Shetani ashinda. Alafu inasema mtu mwovu upata mshahara wa udanganyifu, apandaye haki ana thawabu ya hakika. Haki huelekea uzima, afataye maovu ufata mauti yake mwenyewe. Wenye kuhalifu moyoni ni chukizo kwa Bwana, walio wakamilifu katika njia zao umpenda. Hakika mtu mwovu atakosa adhabu, bali wazao wa wenye haki wataokoka. Bali kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe. Kumbe hizo vitu zinawekwa kwa pua ya nguruwe. Lakini Shetani ashinda. Aya. Unaenda aje hapa? Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe. So kumaanisha kwamba hii pete na dhahabu hii ya
ya kidole na mapua inaonekana ilikuwa iko kwa wanyama, lakini sisi tulitoa tumejiwekea. Shetani ashindi. Yesu atusamee jamani. Alafu inasema hivi, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili, haja ya mwenye haki ni mema tu, bali kutaraji kwake mtu mwovu ni ghadhabu. Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi. Sema amen. Salimia mwenzako, mwambie nataka kukupatia siri leo. Nikupatie siri ama niache? Hebu uliza huyo mwenzako, we ni mgumu kwa pesa? Mwambie hakuna siku utapata pesa. Siri ya kupata pesa ni hii. Soma hapa inasema hivi. Tawanya na zitaongezeka. Kwani ujui? Ukitawanya pesa ndio zinakuja. Kwani wewe ujui wewe? Na ukiweka zikujangi, you will struggle. Shetani ashindwe. Ni wapi Biblia imesema? Si hapa tu Biblia imesema. Inasema wale wanaotawanya pesa wanaongezewangwa. Wewe endelea kuweka, zinapotea. Zinakuja magonjwa, zinakuja nini, zinakuja. Lakini kama utazitawanya kwa biashara, kwa kanisa, ufanye investment, zinaongezeka. Hiyo ndio inamaanisha. Lakini kama utakuwa unaziwekeza tu, unaweka tu kwa account, kuna kama mtoto katagonjeka tu, zimeisha. Kuna mama atakupigia simu kule kwenu Ushago, unasema mimi sina dawa ya pressure, nataka 3,000. Na sasa hiyo umesave. Shetani ashinda. So kuanzia leo tawanya pesa na zitaanza kukuja kwako. Amen. Ama ujui? Mtu ameshtuka leo. Tawanya tu, utaona zikikuja. Nakwambia ukweli. Kama wewe unatumikia tu pesa bila kujali, zinakujanga. Unajua hivyo kweli? Ni spirit, huwezi kuelewa. Ni kitu kingine kinatendekanga kama mabawa. Kinaendanga mahali wana spend. Kikipata pale wana spend, kinakaa hapo. Lakini siku ile utaanza kukikazia hiyo roho, itatoka na itaenda. Shetani ashinde. Na roho ya utajiri inaweza transfer, itoke kwako iingie kwa huyu. Ikae kwa huyu miaka 6, itoke iende kwa huyu. Inaweza toka kwa huyu iende kwa huyu, hivyo hivyo inazungukanga ikienda. Sema amen. Shetani ashinde. Haya, tumalizie. Afi nasema kuna azuiaye isivyo haki, lakini uelekea uhitaji. Sio kama umeelewa. Kuna wale wanazuia hata kutumikia mali zao, lakini mwishowe wana end up wakiombaomba watu kwa mabarabara. Sema sio mimi. Sema hiyo roho iondoke kwangu kuanzia leo kwa jina la Yesu. Alafu mwisho nasema hivi, nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani. Nafaka kwa sasa hivi inamaanisha pesa. Kama unanyimanga watu pesa, watu wanakulaningi. Unajua mtu akija kwako anasema nahitaji unipee 2,000. Sasa hii laana inakuja hivi, si uko nazo, lakini umemnyima, ataenda. Lakini kwa nyumba yake atakuwa anaongea, anasema maji nilienda kwa fulani akaninyima 12,000. Na ninaona ni kama alikuwa na pesa. Hiyo kitu ni laana inaingia. Ama mjui? Sasa unaanza kusema, baba ninakataa kila pepo za laana. Laana gani? Na ni wewe mwenyewe umejiwekea. Shetani ashinde. Alafu hapa inasema hivi, afataye mema kwa bidii utafuta fadhili, afutaye madhara hayo yatamjia. Atafutaye madhara hayo yatamjia. Azitegemeaye mali zake ataanguka. Usio unategemea pesa zako kila wakati. Mtegemee Yesu. Amen. Salimia mwenzako, mwambie mtegemee tu Yesu. Mwambie yeye ndio jibu tosha. Mwambie na yeye anaweza, na yeye ashindwi. Alafu inasema mwenye haki atasitawi kama jani, atabishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo. Atabishaye nyumba yake mwenyewe. Hapa ni kwa wale wenye wako kwa ndoa. Kama wewe unamtesanga mke wako analala njaa na wewe uko na pesa,
Mwisho ukizeeka sana utakula peke yako tu. Utapata matatizo usiyoyajua. Utashangaa watoto wako hawezi kukusaidia. Mama, wale watoto wanaona, usifikiri ni wajinga. Wanaona tu chenye kinaendelea. Utafika siku moja mtoto wako atakuwa na 40 years. Na wewe sasa hivi umepiga unaelekea karibu 80. Sasa itafika siku moja mtoto anafanya kazi mzuri, yako kwa jeshi. Anafanya ni mbunge. Na sasa hiyo wewe umezeeka. Alafu sasa hiyo uko peke yako. Shetani ashika. Alafu anasema hivi, mpumbavu atakuwa mtumwa wa mtu mwenye moyo wa akili. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima, na mwenye hekima huvuta roho za watu. Sema amen. Nilikuwa natafuta mtu kama huyu hapa siku moja, mtu aliye na roho ya haki, ili awe anatembelea watu. Kwa sababu jana ilibidi nitafute dada mmoja anaitwa Evelyn Mutunga, na hata nikashangaa, akasema anapiga simu hakuna mtu anashika. Nani anakumbuka Evelyn Mutunga? Evelyn Mutunga, si mnamjua? Yule dada Mkamba mnono. Alisema anapiga simu na hakuna mtu ambaye anashika hiyo simu. Na nikamuuliza, na umekuwa wapi muda mrefu? Na akaniambia, Apostle, nimekuwa na mambo mazito sana. Na nilimpata kwa Facebook wakati alikuwa amepost. Mimi huwa siposti kwa Facebook, lakini huwa tu Facebook unaiangalianga kwa sababu kuna zile bidhaa huwa tunauza sometimes. Tunakuanga na grupu yetu katika Facebook. Ukitaka kununua kitu, ukitaka kuuza kitu, unanipigia simu. Hata wale mnatakanga kitu unanipigia tu simu. Chochote tu utataka, name it, hata iwe gari, niambie tu, nitakuletea paka kwa mlango. Amen. So huwa nakuwa na hiyo group. Si Facebook inatumika si kwa ajili ya kuposti uso wako. Amen. Si kwa ajili ya uso wako, ni kwa ajili, imetengenezwa kwa ajili ya kutafuta pesa. But wengi hamjaijua. Shetani ashinde. Kama hapa ukitaka tu kupata pesa vizuri, enda tu hapa karibu na State House ama karibu na Boreta, enda pale, nunua sound card, enda hapo rekodi video ya 2 minutes. Postingi tu kwa Facebook. Siku moja utatumiwa ujumbe wa monetization. Kidogo kidogo, unajua hiyo kama ni moja imelaikiwa na watu, kama ikilaikiwa na watu 100, wewe uko mbele 1,100 ama watu 25,000, utalipwa pesa nyingi sana. So nikaangalia Mutunga, nikaona yenyewe amepitia, na akaniambia, Apostle, nimepigia washirika simu hata hakuna mtu anashika. Na akasema alikuwa na spirit ndani mwake. Yaani akitaka kuongea na mimi anasikia kama moto unawaka, anaacha. Sasa jana nikamtumia ujumbe, nikamwambia umefunguliwa, nipigie simu. Na akapiga simu na tukaongea. Na akaniambia ningependa siku ya Friday washirika waende kwa nyumba, waende kumwombea. Maana alipoteza ujauzito. Ule alikuwa nao ulitoka. Shetani ashinde. Sometimes naulizanga watu, je, una watu wa kukulilia? Una watu ambao wanaweza kukulilia? Je, una watu ambao wanaweza kukupigia magoti wakakuombea? Una watu ambao wanaweza kukutafuta wakati unapitia matatizo? Una watu ambao wanaweza simama na wewe wakati mambo imechemka? Je, una watu ambao wanaweza simama na ndoa yako wakati mmekosana na mume wako? Je, una watu ambao wanaweza simama na wewe wakati hauna mahali pa kuishi? Una watu ambao watakusaidia hata kulipa nyumba wakati kazi yako itaisha? Do you have those people? Je, una watu ambao watakusaidia hata nguo wakati nyumba yako itachomeka, na wakuletee mavazi
wakuletee vitu vizuri, wakwambie tutakushika mkono. Je, una watu kama hao? Watu ambao wataangalia wewe waone au kuji kanisani waseme tujaona mtu fulani katika ibada. Nataka tumtafute, twende tujue shida ni nini. Je, una watu kama hao katika maisha yako? Je, una marafiki ambao watakupigia simu wakueleze kama umejenga nyumba? Una watu ambao wanaweza kupigia simu waseme wacha tukutane, tuongee, hata nikununulie chai na nijue unaendelea aje katika maisha. Je, una watu ambao wataingia kwa nyumba yako akuta hauna TV na aseme mimi nitakuletea TV siku ya kesho? Je, una watu ambao watakuona ukiwa kwenye majaribio na wasimame nawe kwenye maombi wakufungie? Sometimes chagua marafiki ambao wanaweza simama na wewe wakati wa tatizo. Wale watu ambao wanaweza simama na wewe wakati wa shida, wanaweza simama na wewe wakati umepata mateso, wakati watu wamekukataa. Siku ya kujaribiwa kwako, ni nani atasimama na wewe? Siku ya mateso yako, saa hizi unaweza cheka na watu, ni sawa, lakini siku ya majaribio yako, ni nani atakayesimama na wewe? Ni nani atakaye kushika mkono? Ni nani atakayeangalia kwako na kupigia simu? Una watu wamejaa kwa simu yako. Je, wakati wa mateso kuna hata mmoja anaweza kukutafuta na ajue huyu mtu alienda wapi? Na muonanga, nilikuwa namsikia, lakini siku hizi simuoni. Shetani ashinde. Shetani ashinde. Nilitafutwa na mtu mmoja katika mtandao na akaniambia nimemiss sana venye ulikuwa na post. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia siku napo post video nikilike huwa naenda nabarikiwa. Nimekutafuta, ulienda wapi? Kuna watu ambao wana benefit kutoka kwako bila wewe kujua. Je, una watu ambao watakukumbuka hata siku utakapokosa pesa, kazi ikiisha, umefungiwa nje, umetolewa vitu nje? Kuna watu watakuja kwako wakushike mkono waseme tunakujua muda mrefu, tutakulipia nyumba. Je, una watu kama hao? Watu ambao wataangalia situation yako na wakushike mkono na waseme huyu ndugu, huyu dada tunamjua. Una watu ambao watakuja kwako kwa nyumba waombe. Una watu ambao unaweza pata shida wakakulilia, wakapiga magoti wakamlilia Mungu, wakamwambia Mungu, huyu mtu mkumbuke tu, kwa sababu kuna siku alikuwa mtu mzuri. Je, una watu kama hao? Ndio maana unaona wengine kazi zikiisha huwa unateseka kwa sababu hauna watu wale wanaweza wakakushika mkono. Mpaka leo hata kulikuwa na ndugu mmoja anaitwa Mati, nimeona amenipigia amenitumia ujumbe na akaniambia, mchungaji, nimepata accident na ameumia hapa mkono. Mati ni mmoja huyo. Na mtu wa kwanza akanitumia ujumbe, akasema mimi najua ukitumia mchungaji atareply. Na mimi nikaangalia hiyo ujumbe, nikapata mwenye alikuwa anatumikia hiyo simu hayuko online. Je, una watu wale unacheka na wao, siku moja kitakuumania. Hata wale unafikirianga ni marafiki utapiga simu wakose kushika, lakini siku utapiga yangu mimi nisiwezi kosa kushika simu yako. Nitashika simu yako, nitakusikiza, nitajua huyu mtu tumekuwa naye kanisani na ni mtu mzuri na huwa anatoa fungu la 10. Hata kama ana mpaka ajitahidi na atoe fungu la 10 kwa madhabahu. Sema amen. Je, wewe ni kati ya watu ambao wamevunjika miguu, wala ambao Yesu anaingia hapa katika kanisa anagombana? Nasema apostle, kwa nini watu wamevunjika miguu kwa kanisa? Na nilikwambia watu wenye wamevunjika miguu hawafai kukua hapa. Wewe ni kati ya hao, ama wewe ni kati ya viti ambazo zimetengenezwa na Yesu Kristo zimesimama? Angalia uko wapi. Ni nani anaweza kushika mkono wakati wa mateso yako? Ni nani anaweza simama na wewe katika majaribio? Na ni nani anaweza simama na wewe katika mazito? Choose wisely your friends, kwa sababu wengi wao watakuacha, utabaki peke yako.
One day utawatafuta au utawaona. Watajua umefungiwa nyumba, watatoroka. Watajua kazi imeisha, watatoroka. Watajua unahangaika, watatoroka. Tukipiga simu atashika aseme nitakupigia. Je, una watu ambao wanaweza simama nawe kwa maombi wakakwambia tutaenda kanisani na tukishaenda katika kanisa tutakuombea? Je, una watu kama hao? Tafuta watu ambao angalau wanaweza lia na wewe. Tafuta watu ambao angalau wanaweza sikiza shida zako, jinsi Yesu Kristo anavyosikiza shida zako. Mungu anaweza watumikia watu kukuinua wewe. Amen. Amen. Usiwe tu unakaa. Akanielezea yale amepitia na akalia sana. Kaniambia mzee, hata amepitia matatizo, nikipiga simu hakuna mtu anashika aposto. Ni nini mbaya? Je, uko na watu ambao utapata matatizo washike simu yako? Je, uko na mtu ambaye unamfahamu siku moja atakuja katika maisha yako na kuinue, angalie kwenu kwa boma, aone kwenu haujajenga, akuhurumie, aseme hii miaka uko nayo, naomba kukujengea nyumba tu, naomba nikujengee nyumba ya milioni 4, na naomba nikuinue nikupe 10 milioni uanze maisha. Je, una watu kama hao ndugu yangu na dada? Do you have those friends? Ama uko na wale mnakula pizza? Uko na wale mnakula pizza? Uko na wale ambao mnakulanga mandazi na chips na kuku pamoja, lakini hauna watu wa kukulilia? Yesu aliingia na akapata Lazaro amekufa. Yesu aliposikia rafiki yake amekufa alilia, na baada ya kulia solution ilipatikana. Na akamuita akamwambia, Lazaro, njoo huku nje. Lazaro kwa sababu alikuwa amelala siku 3, alikuwa amekufa, alikuwa ameanza kuoza. Lakini Lazaro alitoka, na alipotoka huku amefungwa sanda nyeupe. Na Yesu akasema, mfungueni, mpatieni chakula. Je, una watu ambao utapata matatizo ndugu na dada, wanaweza kusimama na wewe na wakalia na wewe pamoja? Una watu kama hao? Wale ambao watatangaza hata wewe, wale ambao wataenda kwa wengine, akisikia mtu anakuongelea vibaya nasema mwachana na huyu. Una watu kama hao wa kukulilia, wa kukupea heshima? Je, una watu kama hao? Watu ambao wanaweza kuja wakutembelee kwa nyumba, waseme kuna ndugu fulani tunamuonanga endi kanisa, wacha tuende tumtembelee. Angalia marafiki zako vizuri. Ndio maana unaonanga mtu akikata bila kuenda kanisani, huwa anaenda kwake ama anampigia simu anakuja. Kama juzi nikapigia dada yetu hapa, nikamwambia mbona umekuja kwa kanisa? Akasema, apostle, mimi nimejikwaza. Nikamwambia kujikwaza ni ya muda, na nikamuongelesha, na nikaona amekuja kwa kanisa siku ya Sunday. Je, una watu ambao wanaweza kukukumbuka tu, hata kama wewe ni mtu mbaya, wakakukumbuka hata siku moja, wakasimama tu na wewe na wakaambia watu habari zako? Yule mtu mwenye amekufa Lazaro, watu walikuwa wanampenda. Masista zake wakaenda kwa Yesu wakamwambia Yesu, wewe mwalimu, rafiki yako Lazaro amekufa. Yesu alipokuja kabisa akapata yenyewe Lazaro ashakufa. Yesu alilia, akasema, huyu ni rafiki yangu. Je, una watu wa kukulilia siku ya mateso yako? Una watu watakulilia siku ya mateso yako? Shetani ashinde. Ama una wale ambao watakuwa wanaangalia namna unavyohangaika, wanatembeza hizo habari? Niliona msanii mmoja. Huyu msanii ametoka chini, mimi nikimuona. Lakini ikafika siku moja mambo ikatokelezea yeye na bibi yake. Bibi yake ni mkubwa kwake, sijui nini, lakini huyu jamaa akanyamaza.
Wale wote waliongea, hata wenye wanaongea mpaka saa hii hawana ndoa, na ndoa ya huyo jamaa inaendelea vizuri. Sema amen. Maana kuna watu walisimama naye wakasema hapana, hata kama ni mkubwa, nyinyi mnajua namna wanavyoishi, hakuna mtu anajua. Wakawaambia achaneni na wao. Je, una watu wa kukulilia? Una watu ambao watasimama na wewe wakutafutia hata kazi? Katika familia yenu kuna mtu anataka kazi, na wewe umesikia kazi, utafanya nini? Shetani ashinda. Shetani ashinda. So omba Mungu akuletee watu ambao ni wazuri. Nikaongelesha yeye na akaniambia, afadhali apostle, naomba unitumie watu siku ya Friday na wewe ukue kwa wale watu. Na hao watu wakikuja kwa nyumba, naomba uombe na uombee mzee. Mimi wanaangalia watu mpaka saa zingine wanaumia. Yaani unakuta mtu anaweza teseka, lakini hakuna mtu anaweza simama naye. Unaweza ukapitia ndugu na dada, lakini hakuna mtu ambaye anaweza simama naye. Unaweza tafuta 50,000 uende kutibiwa ukose, lakini cha kushangaza siku utakapokufa itapatikana milioni 10. Je, una watu wa kukulilia katika maisha? Una watu ambao wanaweza angalia shida zako na wakasema, huyu mtu wacha tumnunulie hata unga moja aenda apike. Una watu ambao wanaweza wakaangalia hata mzee wako hana kazi na wakaingia kwa nyumba yako na wakasema, huyu mtu hana kazi, tumpe kazi. Una watu kama hao? Ama ni wale ambao wanangojea siku utakapolala wachange milioni 10, lakini saa ile unahitaji shilingi 10,000, 15,000 huwezi pata? Sometimes umuombe Mungu vizuri akuondolee watu fake katika maisha. Muombe Mungu akuondolee watu fake katika maisha yako. Maana watu wote mimi naonanga nyinyi mnatembea na marafiki wengine, huwa na kuangalia na cheka. Most of them they are fake friends. Hata ni heri utembee peke yako. Ni heri hata utembee peke yako. Maana wale unadhania kwamba watakutoa kwenye hiyo shida ndio watakutangaza vizuri. Wale unadhania kwamba watakutia moyo au ndio watakutangaza waseme ameshindwa. Tulikuwa tunasema, tulisema mpaka mwingine alisema hata mimi nilitabiri. Tafadhali tafuta watu wazuri, wale wanaweza simama na wewe wakati wa shida zako, wakati wa mateso yako, wakati wa mambo yako yakienda vibaya. Isiwe tu watu wanasimama na wewe wakati umebarikiwa. Shetani ashinda. Hata watu wasimame na wewe katika matatizo ni vizuri sana, maana utawakumbuka. Ni heri, ndio maana unaona Yesu alisema ni heri kukimbilia nyumba inayolia kuliko kukimbilia nyumba inayopiga sherehe. Siku moja mkikosana hata kwa nyumba yako, je, uko na ule rafiki mmoja mwenye atakuja kwa nyumba yako na akuje alete amani bila kwenda kutangazia watu? Unaye? Siku moja nyumba unaweza fungiwa. Kuna rafiki mmoja ambaye utapigia tu simu moja umwambie, my bro, my sis, nyumba yangu imefungwa na sijalipa miezi 3. Na naweza simama na wewe naseme nitakulipia nyumba miezi 6, usijali. Wewe tafuta tu chakula. Je, una watu kama hao? Wala ambao mnapatanga marafiki, mnapata fake friends. Watu waovu, wabaya, wenye vitina, wenye kukutakia mabaya. Shetani ashindwe.
Kuna mwingine waliingia katika kanisa la prophetic. Wale wamama wawili wanapendana kama nani? Kama Mita na huyu. Mita na Asha. Wakaingia katika kanisa. Sasa Emilia analia, anasema bidhaa zangu kutoka Mombasa zimeibiwa. Na mimi sijaibiwa bidhaa. Na za Mita zimefika. Mita ameuza mzigo wake, imeisha. Amechukua ingine, imeisha. Lakini wewe imekwama. So nabii akamwambia Mita, sema ukweli, kitu umefanya kwa Emily. Akaanza kutetemeka. Mita sasa anatetemeka. Akasema unajua huyu mimi niliona kama ananishinda. Nikaenda kwa mganga nikafunga hizo bidhaa. Na mnatembea pamoja. Je, una marafiki kama hao? Wale ambao anakujanga kwako, anakuja kwa biashara yako, unaona ni mtu mzuri, lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Tafuta watu ambao wanaweza kukulilia siku moja. Kana rafiki ambaye anaweza hata akaingia kwa madhabahu akapiga magoti kwa ajili yako tu. Kana mtu ambaye anaweza simama na wewe katika njia zako zote na akaambia watu huyu mtu namjua. Shetani ashinde. Shetani ashinde. Inamisha uso wako chini. Chukua dakika moja tu kabla tufunge. Mwambie Mungu, ninaomba siku ya leo kwa hiki kilio changu tu Jehova, naomba unifungulie marafiki wazuri wasiokuwa na jambo lolote baya kwenye maisha yangu. Mwambie Mungu akutendee ishara, akuletee marafiki wazuri. Chukua tu dakika moja kwa sababu tunaenda kufunga ibada. Most of you have friends. You have fake friends. Mko na watu ambao ni manipulator. Wanakudanganya tu tuko pamoja, but you are not at the right track. Mko katika njia tofauti. Naomba usimame sasa kwa ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako nasema. Ombi langu kwa sauti kabisa, Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana nasema uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana nasema uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana nasema uwe nami. Ainua mikono yako juu tuombe. Asante Mungu Baba mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa ibada ya leo, kwa yale ambayo umetenda katika maisha na katika njia zetu, kwa sababu ni Bwana. Tenda miujiza, tenda ishara, kwa sababu unatenda. Asante Baba kwa neno letu la leo. Baba, katika maandiko inatuambia kwamba wakati wa Lazaro Yesu aliingia pale na akaomboleza. Baba, ninaomba utupe watu wazuri, wale ambao wanaweza tusimama na sisi bila kunungunika. Wewe ni Mungu mwaminifu, unaweza. Tupatie marafiki wema, wale ambao hawanunguniki. Tupatie pia washirika wale watajiunga na hawa hii umati, ili Baba wasiwe wananungunika. Takasa kanisa lako, hata wale wageni wamekuja mahali hapa, wapokee msaada, wapokee neema, uwainue, uwabariki, kwa sababu ni Bwana. Asante kwa kutenda, na asante kwa ushindi. Ni kwako na kwa Yesu naomba nikiamini. Naomba
Kama kuna mgeni tusalimie tu haraka haraka. Tukiwa na jambo lote la kiroho nitakuelezea sasa hivi tu. Saa bado ni saa 3. Karibu sana mgeni. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi ni mgeni. Nilikuwa naelekea kwa huyu dada. Hakika tu vile umesema. Kuna wakati alikuwa ananibariki na unga na mimi sikuwa nimemjua. Yeye hakuwa amenijua. Sasa mtoto ameingia leo kutoka kwa shule na alikuwa amefukuzwa. Nimeangalia njia yote sasa nikamkumbuka tu. Na nimemkumbuka kutoka asubuhi. Akaniambia kwa leo sina lakini tuende kwa kanisa. Ndio maana niko mahali hapa. Amen. Pigia Yesu makofi makubwa. Je, una watu wa kukulilia? Bwana asifiwe. Majina ni Godfrey. Mimi ni mgeni. Nimeingia leo, niko na mke wangu anashiriki hapa. Nimekuja pamoja leo, naomba msaidie kwa maombi. Makofi makubwa kabisa. Kuna mgeni mwingine? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Henry. Nimeletwa na jirani yangu hapa. Nikao namjua, si ati umjui. Anaitwa Millicent. Yeye ni mkaji wa hii kanisa. Lakini jirani yangu hapa alinipa moyo akaniambia kuja kanisani tuombe nawe tushiriki nawe pamoja. Si mara ya kwanza kuniambia hivyo. Lakini leo imebidi. Amen. Asante. Karibu sana. Makofi makubwa. So kitu nataka tuombe undugu. Aombewe sana. Na akiombewa aombewe mambo matatu. Huyu. Ya kwanza nafaa tumuombe roho ya pombe itoke kwake. Tumuombe roho ya miadarati itoke kwake. Na tumuombe roho ya utulivu ikae kwake. Sema hivi. Ni kweli? Hata labda maybe anaweza sema apostle, sisi tumeongea na wewe. Hiyo tu. Na nikuombee kazi. Nikuombee kazi. Kwa sababu naona mama yako anakupenda sana. Ni kweli ama si kweli? Mama anakupenda sana. Na anakulilianga sana. Sijui kama ni kweli. Na anasema hata mama yako anakuombea. Naona anapiga magoti kabisa akiomba akisema, Mungu badilisha huyu kijana yangu aishi na bibi mwenye amepatana na yeye. Nasikia tu akisema. Mimi sijakuwa na mamako. Je, alisema ama hajasema? Alisema. Sikuwa na mamako. Hata mamako nadhani simjui. Sijai muona hivi. But namsikia, namuona. Namuona chenye anasema. So ndugu yangu, ndio Mungu akuinue. Nataka kuanzia leo tu ushike kanisa, kwa sababu naona kama ukishika kanisa vizuri, naonanga kama utakuja upate kazi nzuri sana na utasaidia familia. Umesikia? Na Mungu anaenda kukuinua katika hii familia. Utaona. Amen. Alafu kuna huyu. Nani alikuwa mkini? Ni wewe. Tutakuombea. Ako wapi mwenye alikuwa mtoto?
lakini uko na kazi. Hauna kazi. Shetani mashine. Na niulize, siko ubaya mama, kwa uzuri tu. Do you attend any church? Umeona kanisa yote unaombewa? Si unisaidia microphone. Wakanipatia nyumba, lakini sasa washiriki wanasema wakanipatia nyumba na watu wa Baptist. Sasa washirika ndio wananipika vita, wanasema kwa nini pastor ametoa mtu huko mbali akaleta pale. Sasa vita imekuwa mingi sana. So nyumba unakaa ni ya kanisa? Nakaa nyumba, lakini vita ni nyingi ya kanisa. Hao ndio wanalipa. Hata kupitia kwa watoto vita ni mingi, yani kuinukiwa vitina mahali pale. Sasa tumekaa nao miaka 5 na nafikiria kama ni kuna vita hakuna kubarikiwa. Sema amen. Majaribu ni kama moto anayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie kuvumilia. So kwa sababu uko hapo ndio maana wanakupiga vita. Wanataka nitoke na nyumbani nilifukuzwa. Huyu firstborn akapata kazi akaenda mwaka mzima. Yaani hiyo nyumba ni kama ukiongea kitu inasikia. Sasa tulipanga na mtoto akafanya kazi mwaka mmoja. Mtoto akatoka huko manywele imeshikana, ni kama mfano wa Saudi. Huyo mama achamlipa na mwili yake imepatilika na ni mtu anakuanga mweupe. Kutoka hapo mtoto anahangaika tu. Pia mimi nahangaika. Hiyo spirit imeingia mpaka kwa wale wengine. Tunaonekana kama tunatoa watu mochari. Yaani tunaenda kuangalia watu wetu, ama tuko huko kwenye watu wanasikanga watu wanashughulika na kila watu matanga yao. Yaani kila wakati kuna watu. Number 1 inafaa uombe sana Mungu akuinue. Nini ilifanyika ukafukuzwa? Kwetu ni mama stepmother. Sasa serikali ilisema ati turudi nyumbani. Wakanipatia pesa kidogo yenye kwenda kujisaidia nayo huko nyumbani. Wakasema hauwezi, msichana hawezi kuhitaji hapa shamba. Na walinipika vibaya sana. Sasa kwenda kuelezea hiyo shida huko Parkland. Ndio kuna mtu amejitokeza ananilipia nyumba, lakini sasa hao waumini ni vita tu. Hata inafikanga mahali napikia kuni, wanachukua chakula zangu wanatuma. Mnasemanga injili kuna vita. Nasikiaje? Hata hapa hakuna vita. Piga Yesu makofi makubwa. Salimia mwenzako, mwambie hata hapa hakuna vita. Shetani ashinde. Ati unapikia kuni. Napikia nje, wanachukua chakula wanaweka vitu kali. Wakati mwingine tunaanza kukonda na kuisha tu. Alafu mtoto firstborn alianza kwa nyumba vitu inamkwaruza. Watoto wote wametoroka kwa nyumba, wanasema ati wanaona mimi naangalia hivi. Anakaa wanampatia sura ya pepo. Nakaa peke yangu, watu wameanza kuniita mwenda wazimu. Naomba tu, lakini nang'ang'ana sana. Sana mwili inaanza kuuma, yani natembea na nalala, yani usingizi inakuja ghafla. Nikiacha biashara usingizi inaisha. Yani ukishika tu kitu kizuri ndio matatizo yanaanza. Sasa nafanya kazi ya kuuza mboga siku 2. Hiyo ingine na nikikuwa na shilingi 500 mpaka vile itaisha tena nipaki 0 point. Yani ukiuza kama ni 500 lazima utumie yote iishe. Ndio uanze tena fresh. Na kukuza 500 si rahisi. Shetani ashindwe. Na imechukua muda kwa hii miaka 5. Tuseme tu yani sasa siwezi jua ni nyumbani ama ni nini. Mimi niko tu kwa mateso na
uchungu wa machungu sasa imefika mpaka kwa watoto. Hujaijua shida imetokelezea. Nitakuombea. Wewe Ninaona kabisa ninaongeleshwa. Ninatakana nipate sukari kilo nini, yani kunia moja. Alafu yani tuseme tu nasema andika wheelbarrow, andika kitu fulani. Nikipata sukari kunia moja, wimbi kunia moja, nianza kuuza hiyo uji. Kuna yani naweza kuafford hata kulipa labda hiyo nyumba na kusupport hao watoto. sema amen. So mimi naomba sisi tukuombee. Kitu nataka kuomba kwako ni neema. Neema ikitosha kwa huyu tu sinikwishi. Nitakuombea kitu inaitwa neema. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Yaani kile kitu unashika mkono Mungu akukumbuke. Na aondoe kila visirani kwa jina la Yesu. Yaani watoto wote wametoka kwa nyumba. Wametoroka kwa nyumba. Hakuna mtu mwenye ako. Wanasema wakikuona unakaa hivi. Hata huyu mwenye ako nila anakaa mbali na mimi sana. Wanasema wakikuangalia unakaa. Wanasema ati mimi nakaa. Shetani ashinde. Hii ni hatari bwana. Inafaa mama, na umewahi kuombewa maombi yote ya kiroho? Maombi ya kiroho? Nyumbani ni wa Catholic, la tena hii yenye niko na move kama Catholic. Yani nasema hujaienda maombi yote tu ya kiroho. Kuna pastor mmoja alisimama kwangu wakati mtoto sasa alikuwa anakoruza kwa uso. Na niliona hiyo ni hatari, nikaenda wakaniambia unasukumiwa roho ya kifo, ama hiyo nyumba yenye huko lazima wanasema utalipia. Hiyo miaka 5 lazima utalipa. Sasa nikasikia hivyo nikashikwa na uoga. Tukapambana tukapata 3,000 sana kwa jasho. Na vile huyu mtoto tulilipa tu hiyo pesa. Yaani tuseme hata kasi yake ilikuwa imeisha. Bila aliitisha tu pesa yake, wakamwambia kasi kwako hakuna. Ameenda Mombasa huko anaangaikia huko, lakini kwa rafiki yake mwenye alikuwa amempeleka kazi. 3,000 alilipia huyu mwenye alikuwa anaenda kwa shule, wakamwambia tunakupatia pesa na kasi imeisha. Yaani alipo anatakana pesa ya kutoka huko, lakini hakuna. Kwa maana Mombasa ni hatari sana. Ngaja mtoto mwenyewe si machachari, ni mtu alikuwa amesomea hiyo sister. Sasa hatutaki akae huko sana juu mimi niko na wasiwasi. Sasa nikaona tu jawabu ni kuomba tu Mungu anirudie. Yeye ndiye alitoa fare na akafutwa kazi. Sasa mwenye alipea fare tena amefukuzwa, amerudi kwa nyumba. Yaani sisi ni kuelezeaje? Mungu akukumbuke. Amen. Mungu akukumbuke. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Oh, Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. So alipokuombea mtoto akapata nafuu kidogo baada ya kulipa. Mtoto yani alisema tu nisimamishe tu kwa roho ya mauti. Hiyo naye imesimama kabisa. Na inatokana kwa nyumba na kwenu kwenye ambayo ulizaliwa. Na mami, mbona tu usikue kwa kanisa la kiroho na uokoke, mkubali Yesu na hizi shida zitaisha? Mbona usimpe tu Yesu maisha yako mama? Sasa shida ni sijaipata sijaipata vile ninaweza toka mahali pale. Juu nikipotea wataniambia toka kwa nyumba yetu. So unaogopa kwa sababu ukitoka tu unaambiwa toka kwa nyumba. Sina mahali pa kwenda. Na nikikuombea Mungu akuguze na upate kazi mami, na uende na utafute nyumba yako kuliko kuishi katika utumwa, itakuwaje basi? Mimi siwe extra wa kazi.
lakini biashara ndio inaongea kabisa mpaka kwa ndoto. Na nimekuwa nikifanya biashara, nikawa ninanunua vitu ya zamani. Sasa maono iko, lakini nyumba yenye niko hata ukipanga kitu, yani kuna kitu inasikiliza. Hiyo nyumba iko na vitu na monitor inasikia kabisa, hakuna kitu utafanya. Huwezi fanya chochote. Kusema tu utasema. Kama uko kwa nyumba kama hiyo, naomba hizo masauti zishindwe. Hizo manyumba kama hizo zinasikianga mambo, ukipanga mambo hayapangiki, hiyo maroho ishindwe. That is very dangerous. Very very dangerous. Mimi sijasoma, lakini nilikuwa nikikuza tu kitu na kukuta na pesa imejaa kwa mfuko. Uko na nyota ya biashara. Mimi nimekuwa nikipata pesa mingi sana, hata kwetu wakasema hii vitu yote ulikuwa unanunua ya dhamana, mbona utanunua shamba? Lakini hiyo tu nyumba ndio nimeona mateso yenye sijaiona kwa maisha yangu. Hata slippers sijai afford kununua. Na mmejuana naye muda gani wewe? Mimi naye amenishangaza. Mwambie una mafuta ya mboga, anaenda kwa duka na anakununulia na yako tu. Hata leo hiyo pesa ya mboga. Na leo nikiwa nafundisha hapo ulikuwa unasema ni kama ni wewe nasema. Si ndio? Sasa kuna mtu aliniambia mambo yako. Kwake tunajua tu. Ndio alishaniuliza ati mtoto atarudi kwa shule siku gani. Na ata make sure huyo mtoto, yani najua sitatoka kwake na njaa. Inua mkono juu, sema Bwana Yesu, wale wanaonipiga vita, tenda jambo kwa maisha yao. Hata wao wabebe mizigo zangu, hata wao wasikie venye nasikia kuanzia leo, kwa jina la Yesu. It is so sad. Yani nyumba ukipanga chochote inakusikia. Nimehubiri nikasema, je, kuna watu wa kukulilia? Kuna watu ambao wanaweza simama na wewe katika mateso? Shetani ashinde. Mungu akupe neema mami. Tutakuombea na kesho Thursday utapata nafasi. Siku ya Thursday sasa mimi ndio kama nasimamia wao mama na kuanga mwombezi. Sasa mimi ndio wewe ni intercessor. Iko kabisa. Hata kuna wakati walisikia nina hudumu huko sokoni, kwa maana Mungu alikuwa anaongea na mpaka yani naongeleshwa na sauti. Sasa bila nilikuwa nimeanza kutoka pale sokoni, natoka huko na pesa na kila kitu, tena vitu ikaanza kunifinyia tu chini. Hao wa sokoni, siku moja mtu alichukua sijui nini akaweka kwa kitu, mapanya ndio niliona imekufa na ilikuwa imekula. Nikakuja ku notice wamechukua kitu mbaya wamepaka kwa hiyo chakula na wakanipatia, na siko nimekula, panya ndio zilikufa kukufa. Shetani ashindwe. Silikwambia wale ambao unadhania wanaweza kusaidia ndio wale watakuangamiza. Shetani ashindwe. Mami, usijali, Mungu atafungua milango na Mungu atakuonekania, kuregeshe nyota yako. Na uwe na neema kwa jina la Yesu. But kama mtu anaota hizo inaitwa fedha. Hiyo gold. Inachimbwango kwa upande wa kwetu, na sasa naonyesha wangu kama niko nayo kwa mkono, naenda kuuza. Yani naambia Mungu kama ni maisha yangu nifikishie, kwa maana sijaipata makao. Na tena nikuuliza kama gold ni kitu mbaya ama ni mzuri. Gold katika ulimwengu wa kiroho inamaanisha utajiri. Mwisho wako katika maisha, kitu kinafanya unateseka, kulikuwa na sababu uje kwa hii nyumba. It is your time kupitia, but very soon itaisha. Kishaisha utaanza mkondo mwingine, namba 2. Hiyo namba 2 itaenda uende namba 3, alafu namba 4, alafu namba 5, alafu namba 6, alafu namba 7. Namba 7 ni ya mwisho. Utaona kibali kwako cha utajiri. Ukiota gold katika ndoto, inamaanisha maisha yako inafaa uishi maisha mazuri ya baraka. Mungu anaweza kukuinua sana, lakini sasa shida, mikono ile uko ndani ndio mibaya. Uko kwa mikono mibaya, yani ni kama uko kwa nyumba yenye hawakuhitaji, na uko kwa kanisa ambalo sio lako lenye nafaa ukuwe ndani. Uko katika opposite. Hata nimekumbuka kitu, watoto walikuwa nasoma sana, mmoja kwa Machakos, mwingine huyu alikuwa anasomea Don Bosco. Max yao ndio imekuwa ikiwapeleka kwa shule. Huyu mwingine ako na sponsor 2,
lakini vile waliingia hapo walikuja wote na inaitwa hizo T-minus. Mtoto mmoja akakuja, huyu second born amekuja kama macho iko kipofu, na kuanzia hapo wote tulianguka hivyo. Na watoto sponsor zao za nyao ndio zinawasomesha. Unaona mtoto alifikaje Machakos kama ana akili, lakini kuingia form 1 ikawa kila kitu yote hakuna. Shetani ashindwe. Na mami, unasema wewe ni intercessor, mbona hao watu hawakuomba? Unawaelezeanga hii shida ya yenye unapitia ndani, wao wanasema mama mwenye alinituma huko, nilimuuliza kwani wewe ni nabii? Akaniambia, yani nilikuwa nimeanza kuambiwa kama kawimbo na voice yake. Nikamwambia sasa nikipata juu sijajua kuandika, nikipata simu itakuwa ina tape hiyo voice. Huyo mama akasema ati hata shetani alikuwa alifukuzwa mbinguni juu ya kusifu sana. Sasa yeye mwenyewe anachimbia pale mbele na ananipika vita na wale watoto wake wenye wanaimba pale mbele. Sasa hivi wote wako na mimba. Aya, walikuwa wanaimba kwa kanisa. Sasa hivi wote wako na mimba, wangu wanasoma. Kwanza huyu mwenye alikuwa anapika vita ako na sponsors 2. Sasa wangu wamesimama, lakini wake wamepata mimba hapo ghafla, wengine wanatoa mimba. Baada ya kukwambia hata shetani alikuwa anasifu sana. Na mimi wase walitoka nyumbani wakasema huyu mama ndiye anafaa kuwa akiombea kanisa, utakasa kanisa. Jua kona hiyo kipawa, sijui ni kipawa ama ni talent. Unajua sisi ni Catholic. Acha hii niruhusu nifanya pale kazi. Yaani Catholic inafika mahali pia wanakuanga pia na vita. Yaani sisi tulitoka kwa Catholic. Nauliza wanakuanga pia na vita. Mambo ya talent za vipawa. Lakini kuna wazee walikuja wakafast hapo. Wakasema inafaa nikuwe nikiombea kanisa kitambo watu wakuje. Na mimi ni yani kuimba hiyo na kufungua watu wa ule mwenye wanatangulia kwa kanisa asubuhi. Wakasema huyu mama Mungu ndiye aliwapatia akwe hapa kwa karibu. Wale mnatangulia asubuhi, unatakasa kanisa, unaomba watu kabla wakuje. Akasema wasinichokosa, wakaendelea. Sasa walivyopata vita wakaanza kusema mimi ni mchawi. Shetani ashinde. Mami, uko na hard time, uko katikati ya na mkuu wako uko huku, mwingine uko katikati, kuna shida. Wewe uko sasa, unashangaa uende wapi? Na hii shimo inaendelea kuwa. Sasa inafaa Mungu akupe msimamo, kama utaruka huku amuruke huku, mtumikie Mungu. Sawa? Wewe ni Wabusia? Wewe ni Wabusia? Mimi ni Wakaeka. Mwisuka. Nani wa Isuka hapa? Yaani Mwisuka ni mmoja tu? Ni wengi, hata ule. Tuwapigie makofi makubwa. So tutakuombea Mungu akupe neema. Thursday kama utaweza patikana uje kwa ibada jioni, si asubuhi, jioni. Na hata ukipata nafasi kwenye mkesha ukuje. Ndio. Friday. Sawa sawa. Tumpigie makofi makubwa. Pigie Yesu makofi makubwa. Unaona venye mambo inakuanga. Wewe unasemanga unapitia shida, si ndio? Hebu salimia mwenzako, mwambie hata hakuna kitu unapitia. Mwambie mimi Yesu ananipenda. Ni kweli, si kweli? Sasa Mili, wewe kuna kitu unapitianga sasa. Unaona kuna kitu unapitia. Sasa hakuna. Sikusa hivi nikienda mbio. Nani? Huyo ule. Usimtaje jina. Uliomba tu kitu. Shetani ashinde. Usitaje hao majina. Tanza maneno. Mbona apostle nabii mmoja ako huko ananitajaje na ananielewa? Kama unamuelewa si atutajaje majina. Sema amen. Nikutana naye kwa barabara, hata ukiwa kwa gari naangalianga tu nafanya. Alafu naenda.
maana ana understand yale anapitia. Shetani ashinde, shetani ashinde. Na unaendeleaje wewe sasa? Naona umeanza kubadilika, si ndio? Kwaje? Oh, nataka kumrudisha. Yes. Amen. Atakuwa sawa. Kijana ana shida. Lakini nilikuona. No. Nani alikuwa na ndoto yake? Hebu ina mkono juu. Ndoto ya huyu. Faith check right. Hebu muita aseme ndoto. I think ni yeye. Kama sitakosea. Ni yeye ama ni nani? Acha kueleza. Unajua nikikuelezea itaingia kwako. Unajua mtu akikuelezea kitu ameota kinaingia kwako. Shetani ashinde. Watu ambao mnapitia, nimesema hapa, je, kuna watu wa kualilia, wa kukulilia? Ni kama wengine hata hamuelewi chochote. Nani? Itafika siku moja utabaki tu peke yako. Mpaka nyumba yenye dada yako ndani inasikia. Unapanga utaona. Shetani ashinde. Siku moja niliwahi kuishi nyumba kama hiyo. Kitambo sana. Kama ilikuwa mahali. So nilikuwa naenda hapo. Nilihamia hapo. Jamaa mmoja akatoka. Akaniuliza, "We, Steve, umehamia huko kwa nini?" Nikamwambia, "Nimeona hiyo nyumba ikiwa." Akasema, "Naomba uame." But mimi sikuwa najua. Wacha wakati nilipa rent ya pili. Nilipata matatizo mpaka nikashaka. Shetani ashinde. Mpaka nikahama. Nilihama lakini kuhama yani inakuwa ngumu, vitu zinafungana. Lakini tangu nilipohama pale basi njia zikafunguka zote. Shetani ashinde. Shetani ashinde. Umesema kuna mtu wa Millicent. Mita. Sasa acha tutakuombea Mungu asimame. Naona tuombee mikono yako. Mikono. Naelewa kitu kama ni explain. Naona tuombee mikono yako. Mikono yako. Kwa sababu kitu naona kama pesa zinaingia. Lakini naziona kama zile pesa zinaingia unaziangalia, lakini zinatokea na zinapotea. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi bado, nakata nyumba mzazi. Na nani ako na hiyo shida? Ni nani huyo? Kwa hakika mimi nitasema tu mzazi wangu. Ni mzazi. So tutamwombea. Amen. Sababu naona hiyo kitu inaonekana kama pale. Kinakuja kama mtu anashika pesa mikono, alafu kidogo zina yani zinakuja huko na zinateremka. We have to pray for your mzazi. Amen. Alafu jambo lingine pia upande mwingine tutakuombea roho wa Mungu asimame na wewe na kutendea. Uko shule gani? Nasomea Jagiet Secondary School. Ni shule nzuri. Kwangu inanisaidia kwangu. Yeah. Nitakuombea mkono wa Mungu usimame kwako. Omba sana kwa sababu kuna future. Kuna kitu huwa unataka katika maisha baada ya kumaliza masomo. Na ukiomba vizuri na ufanye bidii, hicho kitu kinaenda kutendeka kwako within few years to come. Miaka michache kukuja utakuwa surprised. You will be blessed a lot. Miaka michache kukuja. Amen. Endelea kuomba na utaona mkono wa Bwana katika maisha yako. Kitu kama hapa. Sababu naona ikionekania kwako. Ni nani huyo? Kwenye tumbo ama
enda tu, ukija utajua Ndugu yangu. ndugu yako. Tamwombea mkono wa Mungu usimame na wewe. Muombe sana. Nako wapi? Ndugu yangu first born anakuwa na shida ya tumbo. Yeah. Hiyo kitu hapa. Muombe sana mkono wa Mungu usimame na wewe. Na kuna jambo ambalo lipo katikati yake upande wa hiyo tumbo, kwa sababu nikiangalia ndani kuna kama chakula, kitu kama chakula hivi. Kilileta shida katika upande wake, shetani ashinda. Muombe sana, umweke katika maombi siku moja. Nako ako wapi? Kwa Kabiria. Unaweza kuja naye siku moja. Ni mgumu kukuja. Na tukimuombea tu, tumuombee tu mkono wa Mungu usimame na akuje, shetani ashinda. So God bless you, Mungu akubariki na akuinue. Amen. Amen. We, sikiza. Kabla watoe maiki kwako, ni wewe ndio ulikuwa shule ukijaribu kuangalia kwa kitabu. Angalia hapa. Before tufunge ibada. Angalia kitabu ni hiki. Si kama ni wewe ama ni nani. Naona hiyo kitu inaonekana kwako. Naona unasoma. Alafu naona kama macho yako kama ilikuwa inakaa kama inakaa giza. Hicho kitu kilikutendeka? Kwa hakika mi nikisoma sana kuna vile najua hiyo concentration. Sasa inaanza nasikia nikaa nachoka, nikaa staki, nikaa nalemeo, unaona. Na tena mzazi wangu bado ako na shida ya macho. So naona bado uombe upande wako. Unaona hiyo kitu, naona it is not normal, sio kitu cha kawaida. Utakuja ni kuombee macho, alafu nasikia vizuri. Enda uangalie wakati sasa kuanza kusoma, uone kama utakuwa unaona the same thing. Kitapotea kabisa. Nikikuweka mkono kwa macho, hiyo kitu kitaenda au utawahi kuona tena. Shetani ashinda. Maana ni spirit, ni kitu fulani. Na kama tuseme kama ni kitu ambacho cha msukumo, kinafaa kiondolewe. Shetani ashinda. Maana kikiendelea kukaa, kuna siku moja kinaweza fika mahali kikakuletea shida pakusha. Shetani ashinda. So Mungu akubariki sana na kuinue, usome na ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Tumpigie Yesu makofi makubwa. Alafu kuna mtu ako na ndoto ya kanisa kabla tufunge ibada.